nakwambia nitakutolea lazi. Kuanzia leo nitakuvulia nguo zangu zote. Afu tuone huyo mke wewe utapopata wazimu, huyo mke wako akuone wewe bora. Ninavyovipitia mimi ukweli, mchawi naambiwa mimi ukweli, mgumba naambiwa mimi ukweli. Matatizo ya anatanua. Iko kikao cha umbea iko. Mmekaa wili mnapiga umbea watoto wa kiume. Wewe blaza ukiingia chooni, mbona unakunya si atongei? Na wewe faza ukiingia chooni ndo unajamba mishuzi wewe. Si shake kuongea. Wewe unaambia jamba mishuzi nani? Wewe hapo jamba mishuzi kana ujambi kana unajamba system. Ni mkubwa. Mama! 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 Sielewi mambo bado ukweli. Ukweli. Mama. Ukweli. Ninavyovipitia mimi ukweli. Mchawi naambiwa mimi ukweli. Mgumba naambiwa mimi. Jamani cha chakula bado huko. Mama ndo napakua jamani. Njaa zinauma jamani. Hivi mama, hivi Hadija angekuwa na mtoto angekalisha na njaa mpaka saa hizi? Nitafanyaje mwanangu? Na yeye ndo ameamua. Sema kwa sababu gani? Uchungu wa mtoto haujui. Au uchungu wa kuzaa hajui. Leba kaenda lini mpaka ajue uchungu wa kuzaa afu anifikirie na mimi. Manake sije kuona mko kama huyu. Asubuhi mtu chai mnacholewa kunywa. Mchana mnakula saa 10. Hivi kaka muone jamani. Au mama umwambie kaka mambo anaofanyaga mke wake. Hiyo hela basi akwachege yeye ya kula. Manake anapomwacha mkeke anatufanya chai saa 6. Chakula cha mchana saa 10. Usiku saa 4. Wewe unakula watu wanakula gala mnaye? Wewe mwanangu. Hivyo yeye mtoto wa kiume aniachie mimi hela. Sitaonekana nina tabia mbaya mimi. Hizi tabia mbaya nilizokuwa nazo na ninavumishwa. Je, aniachie hela mimi kula? Mama hela hii. Bora wewe mama kuliko sasa hivi cheki unaona vidonda vya tumbo. Mpaka sisi vijala. Haya, wanataka kuua. Na wala hani. Nitakufa kwa hadi yangu. Sio yeye mimi asubuhi. Sasa utafanyaje? Ina maana unavumilia na njaa kuanzia asubuhi mpaka saa hizi kama hivyo unahangaika ujala, wewe utakubali kupata shida. Utastamili hilo nifanye. Na ameamua. Ukweli. Mkumba naambiwa mimi ukweli. Mama. Ukweli. Ninavyovipitia mimi ukweli. Jamani nini Mtatufu jamani. Wewe kalajiwe. Unataka mitoke hiyo. Baba lina chumvi kufuru. Hivi jamani ndo maisha haya tutaishi. Aliyepika nani? Aliyepika nani kwanza? Nani apike mwingine? Mke wake Hadija ndo kapika chakula. Yaani yule mgumba ndo amepika? Ndio. Mbona mwaka huu tutaona mambo? Yaani mwanamke anatufanyia visa cheki chakula gani kama hichi jamani? Mtu unaweza kula, yeye anaweza kula. Yeye hata hayupo hapa. Yuko zake huko kwenye vibanda anakula chips. Tena katukia viboro na miharage hapa ndio tule. Jamani chakula tena mtoto kishanichoka sasa mimi. Mimi nina vidonda vya tumbo afu na chumvi hii jamani. Huyu mtoto mbona mbaya huyu? Huyu mtoto anitekea hali huyu jamani. Gharama yote hii mwanangu anaifanya lakini jamani mtoto mbaya. Nina mwanaje mtoto? Unaonaje wapi bana chumvi hamna? Chumvi wapi chumvi yote hii? Mama subiri, wewe msubiri kwa Na kwa nini nipika mimi wakati wanangu wameoa? Huyu hapo nini? Mama, mgumba na chakula wapi na wapi? Wewe. Ulisha chakula, ulisha. Nini sasa? Kula mnatoka mnaongea umbea tu. Nataka ndakula kitu na chumvi. Alafu subiri mani kwanza. Ngoja kwanza. Wewe kwani unapenda kumtetea yule mgumba? Mimi nahisi atakupa anamtaka. Huyu anatembea na shemeji. Unatembea na ile litasa lile. Huyu anamtaka. Mtoto na balaa huyu. Ndio ya mibange. Maana kile kitu wewe unamtetea. Anamtetea kweli au unatembea naye? Ngoja nini? Mimi nampigia blaza. Aliyekwambia umpigie nani? Mimi sinamtaka. Kwa nini umpigie?
Kumbe mnaogopa. Naogopa nini? Naogopa nini bana? Ina chumvi cheki. Cheki michumvi cheki. Cheki. Ona maharage boka kama wachezaji wa Simba vile. Kwani tumefanya? Poa, blaza yule. Kwani? Wewe Diego. Diego fungua. Wewe Diego. Fungua. Chakula sie bwana. Wewe Diego huyo. Tutafanyaje na tumekuwa kafungwa? Diego mimi mke wangu anionyesha Diego. Wewe nimeiva sana. Diego fungua. Mama unamwona mwanao unamwona? Hebu fungua bwana tunataka Sana mtoto. Diego mimi mke wangu anionyesha. Banga tena linampa power. Jamani. Muda mwingine wanakosa amani hata napokuwa kazini. Kile nikifikiria hali hapa nyumbani. Mke wangu, utaishi kinyonge mpaka lini? Mpaka pale nitapopata furaha humu ndani. Kukosa kwangu mtoto ndio imekuwa fimbo ya kunichapia familia yako. Mume wangu, kwani mimi napenda kuishi hivi bila ya mtoto jamani? Usiseme hivyo mke wangu. Mimi na imani tutapata zaidi ya watoto wawili. Au umekata tamaa? Hapana. Wala sijakata tamaa. Mimi na imani Mungu yupo. Wakati wangu bado hujafika. Ndio ukifika nitapata tu na mimi. Usijali. Utaitwa mama wawili. Au mama. Vipi? Mbona unagonga mlango wa furugu? Kaka, nimekuja kukuambia hivi, leo naomba tuachie sisi hela ya kula. Hivyo una matatizo gani wewe? Sasa hela leo nikupe wewe. Siku zote sinampa wifi yako. Wifi ukimwachia hela anatuchelewesha sisi kutupikia. Tunachelewa kunywa chai, tunachelewa kula chakula cha mchana, hadi usiku pia tunachelewa kula. Kwa hiyo nikaona bora nikwambie wewe unipe mimi hela kwa sababu mama ana vidonda vya tumbo pale. Akichelewa kula inakuwa shida. Sasa mkeko mpaka ajisikie jamani. Jamani, kumekucha. Nisengenya kwa chini. Mimi nahisi una matatizo. Na tena wewe unanifanisha mimi na ule mwandazimu mwenzako, si ndio? Naomba usinipande kichwani. Sawa? Pesa namwachia mke wangu na siku zote yeye ndo ambaye anaigawa matumizi hapa ndani. Sasa iweje leo nikupatie pesa wewe? Hivi kaka, unachomtetea mwanamke kitu gani? Mwanamke mwenyewe kwanza kuzaa zai, bado unamjengea. Wewe ishi hapo hapo, umesikia? Tena naomba kabisa nitakuja kukutia makofi. Sihitaji ugomvi na wewe. Na pesa sikupi sasa. Yaani wewe mwanamke wewe, mimi natamani tu talaka uondoke zako. Maana tuchoka kuzaa uzai. Umempa kakangu sumu mpaka naye amekuwa na roho mbaya sasa hivi. Mashemeji mawifi wananisengenya kwa chini. Hata baba mkwe ameungana na mama mkwe. Eti kisa minguma. Sielewi mambo bado. Eba taifa msiba. Tuambie na sisi basi mlamu wangu. Wewe acha tu shemeji yangu. Mimi hata sielewi adhabu ya hii nyumba itaisha lini. Maana kila siku maneno. Kutoza kwangu mimi tu ndio iwe gumzo jamani. Kwani mimi sipendi kuwa na mtoto? Ni mipango ya Mungu. Mungu bado hajaamua. Akiamua mbona nitazaa? Kwani alaka yao nini jamani?
Sasa shemeji, hilo lisipe shida. Unajua sister bi mkubwa, faza, blaza, unajua wana maneno sana. Kwa hiyo kuna wakati yasikilizie huku afa tolee huku. Wewe unajua nyinyi ajielewe, wanapenda sana kupiga makelele. Kwani hata sister mwenyewe ana mtoto? Mbona ana mtoto na wanaume kibao? Mpaka leo yupo ana mtoto yote. Kwa hiyo sasa wewe wakati wako kufika, Mungu atabless. Tupo sisi tutacheka na mjomba hapo na wazanini shemeji. Ai. Ni sawa lakini anachosha. Wifi maneno baba mkwe mashemeji kila siku. Neno mgumba liko midomoni mwao. Mgumba kila siku. Jamani hivi kweli watu ndio wanavyoishi hivi? Maisha gani haya jamani? Sasa mwenyewe naye bwana Brown unajua kuna wakati bwana unakuwa nakwambiaje? Wale wanabubu. Kwa sababu kama wanabubu kwa wazoee tu achana nao. Mimi si mwanao. Sasa kumbe vipi kuna wazalini sasa? Wale waache ongee bwana watachoka kuna siku tu. Vipi Mlamu? Hai. Kama sikia Mlamu, meda kanitoke hapa sema mimi kufanya maarifa kama marage na mchele. Unajua? Sio unakaa kinyonge bwana wewe Mlamu bwana. Unawaza wao, achana nao. Sasa masuala ya chakula mimi nisheka sawa. Au si? Wewe unaondoka? Ila baadaye ukirudi niletea ice cream. Ice cream nitakuletea 2. Ice cream za ukwaji. Za ukwaji za nini bwana? Mimi nakuletea za maziwa, watakocha chuke na wewe. Mlamu. Bwana. Asisikie nikwambie. Usiongee sana mpaka lopuka. Kakako upo ndani. Yupo. Wewe blaza. Bwana kalala bwana. Mlamu wewe. Bwana. Yewe. Kwa hiyo vitu fanya haraka maana mzee mwenyewe ni msumbufu kama unavyomjua au sio? Kwa hakika ni. Maana sija katuletea wengi hapa katuletea kikosi hapa. Wanatoa na hasira sasa hivi. Unajua tena na wenda haki akija sasa hizi. Ndio poa. Sasa Ninyi endeleeni basi hapa ngoja mimi nimcheck shemeji yenu. Amekuja. Basi kwa haina noma. Poa. Fasta lakini pesha haina noma bosi wazi, si unajua? Bosi naye. Wewe afya yangu. Bosi wangu. Bosi wangu lakini sasa ndio hayusho unajua unaona shemeji anatakajikiwa wewe. Karibu mama. Asante. Pole kwa kazi. Asante. Sasa mume wangu. Ile issue tuloongea kuhusu kazi. Leo ndio nimemleta huyo shemeji yako uje umpe kazi maana kila siku kutwa kuzurura mtaani. Mpaka atakuwa mwizi huyo. Sawa, kazi amepata. Karibu shemeji. Sawa. Uliza taweza? Huyu ni mwanaume bwana, afikiri atashindwa. Hawezi kushindwa. Eti shemeji. Kwani hujai kupitia gereji sehemu yote ile? Gereji nimepita. Leo asubuhi nimepita. Kipindi nitoka nyumbani. Nimepita gereji chini pale. Hapana shemeji, simaanishi hicho. Nachomaanisha mimi kwa hivi ushe kupitia idea, yani una idea ambayo ya ufundi. Yaani ushe kupitia maana kufanya kuchukua kidogo kozi. Ufundi hapana. Hujai kupitia. Na nilivyotoka tu shule nikaingia mtaani. Ndio maana napambana nipate kazi. Unajua kijana bila kazi. Basi karibu. Karibu kiumeni. Sawa. Sasa mume wangu, mimi nakuomba kaa naye vizuri shemeji yako hapa kazini, afanye kazi vizuri, asiwe tu nyumbani, mimi sipendi. Mikono kutoka sugu kama kawaida. Hivi nitaweza kwa nini siwezi? Utaweza wewe. Nitaweza, mimi si mwanaume. Sio nasema unaweza tena una nini? Basi mume wangu siacha tu. Okay. Kazi njema. Haya. Sasa usisahau basi ya nini. Mimi kaza kutafuta kwa ngoma wangu hujaichoka. Yaani kazi bana. Inaenda vizuri kabisa. Okay. Hebu angalia basi usio kaingiza vumbi. Ifeta sabili badilishwe.
Au ndo hela ushakula na acha chukua shemeji. Mama na shemeji kaja. Tifutie tu bwana hapo. Kwa hiyo sasa kama shakwambia. Unajua hata mambo mengine. Namwongea siri ya kambi. Humo simende idumike. Mke wangu, unajua mtoto wa kike anataka kutuzalilisha sisi. Yeye anataka kuwa juu, sisi tuwe chini. Haiwezekani mwanetu anatoa fedha tupikiwe sisi chakula tule, lakini yeye kuanzia asubuhi, mchana, jioni amekaa tu anatushindisha na njaa, wakati fedha anatoa mtoto wetu sisi wazazi wake tule tushibe, atupikie. Kwa nini? Sawa mume wangu, nimekusikia. Sasa tumsubiri. Akisharudi tu kazini, tunamweka chini, tunamwambia. Sawa sawa. Wanawake wapo kibao wanaona. Fadhali. Sure. Kwa bwana Ndio kwanza. Unakukuta watu kama hivi sio kimbilia ndani tu. Hiyo shikamoo. Unaamkia wewe mwisho wa siku imekuwa kama vile tunazoea. Kaa utusikilize. Wazazi wangu, hata kupumzika sijapumzika. Basi ngoja niingie ndani kwanza, halafu nikishapumzika nitakuja. Uingie ndani kufanya nini? Hayo tunazungumza hapa sasa hivi. Sio unaingia tu shikamoo kwa mazoea. Kitu gani? Kaa hapo tusikilize. Nawasikiza wazazi wangu. Wewe bwana, tumevumilia, tumechoka kuhusu wewe na mkeo na anachokifanya mkeo. Wewe mkeo unamwachia fedha ili atupikie sisi tule, wazazi wako tule tushibe, tujidai, lakini yeye anaondoka hapa kuanzia asubuhi mpaka saa hizi hajatupikia chakula, hatujakula. Kwa nini anatufanyia hivyo? Au humpiwe hela ya kutumia? Wazazi wangu, hivi mke wangu amekosea nini? Wewe sikiliza wewe, mkeo uone anatufanyia. Tunakueleza hapa kwamba anatushindisha na njaa, hatupikii chakula, hatu tukashiba, tunashinda na njaa. Au wewe unaona sawa? Hivi sisi wazazi wako na huyo mkeo nani zaidi? Zaidi ninyi wazazi wangu. Lakini mimi naona kwa hakijaribika kitu. Kwani mke wake wako wasipo, sanaweza kupika? We koma. Mke wako hapa hakuja kupika. Kaja na kazi moja tu ya kuzaa. Wajukuu. Sio wewe, huna kizazi, huna watoto, umekaa tu na mwanamke anakuchuna, hazai. Kwa nini? Atakayepika hapa yule tasa asiyotaka kuzaa. Upo? Sasa ndio nishakwambia kuanzia leo unamwacha. Mimi mwanangu naenda kutafutia mke mwingine. Unainuka lakini nisikilize. Hebu mwambie aelewe, maana wewe anakuwa mimi ndio ninakwambia uwe ukweli. Kama utaki kusikiliza yetu, mimi ninavyokuambia nitakutolea lazi. Kuanzia leo nitakuvulia nguo zangu zote, afu tuone huyo mke wewe utapopata wazimu, huyo mke wewe akuone wewe bora. Shakwambia kabisa, maana nimekuchoka vile vile bwana. Sio huyo tu, hata mimi sina lazi na wewe. Mimi baba yako kweli, nimekulea mpaka umekuwa namna hiyo, unatengeza fedha, unampa mtu katili, anatukatili sisi. Unajidai, nitakuwa sina lazi na wewe na si baba yako. Toka. Toka. Nifanya sisemi, mambo mengi mnanizungumzia sisemi. Mbona nyamaza kimya? Unasema sio nini? Sasa tusuni. Nimeingia ndani. Ukaa ndondocha fulani hivi. Hiyo. Ndio. Hiyo. Ondoke hapa. Tukae na njaa. Hela mwanetu.
Umeikomesha. Ukikiona kile kipindi kama kina heshima kweli. Akuzaa wote. Kumbe muongo, dhulma dunia shadi bilikatili Jafari bin Joka. Mbavu. Hata baba mkwe ameungana na mama mkwe. Eti kisa Minguba. Matatizo yameambiwa kwa kila mtu. Hebu njoo mdogo wangu. Usijifanye wewe peke yako Wewe. Safi. Shwari kabisa. Shwari. Mama. Mkiba mkubwa. Mama. Mwanamke. Kunyonya vidole. Naona elekea na usingizi. Bwana mdogo wangu, samahani bwana kukusumbua. Bwana, yani hapo unavyoniona sijavua nguo hii wala sijavua viatu. Yaani nafika tu hapa nyumbani natoka kazini. Nimekutana na bibi mkubwa pamoja na mzee pale. Bwana wamenipokea na maneno. Unajua maneno? Bwana, sijui achana yule mwanamke sasa tutisha na njaa. Yule mwanamke hakufai, sijui mara hana kizazi. Sasa mimi naona kwa wazee wangu sasa hivi unajua wanapofikia kuja kama vurugwa. Umeona Alafu kingine, yule mwanamke ni sahihi kwangu mimi. Yule mwanamke ana roho nzuri, hawezi kufanya mambo kama hayo. Yule mwanamke anajali familia kuliko anavyojali mimi. Yule mwanamke ndio ambaye tunaushauri kwa mimi nitoe pesa, yeye apike kwa pamoja, akutaka hata masuala kusema kwa mume wangu nipike, alafu na nyinyi mpike kivenu venu. Angekuwa mwanamke mwenye roho mbaya angefanya hivyo. Lakini yule mwanamke akufanya hayo. Yule mwanamke ni bora kuliko wanawake wengine mdogo wangu. Yule mwanamke ana roho nzuri sana. Au wewe unasemaje mwenyewe? Kwanza bro bwana, pole sana kwa aliyokukuta. Yaani pole sana. Ila pia kingine bwana, unajua dini hii inatuambia kuwa mzazi wako ndo Mungu wako wa pili. Umeona? Kwa hiyo ukiona hivyo nahisi kama kuna busara fulani hivyo ameziongea. Kwa sababu mimi mwenyewe blaza nikimwangalia ushemeji toka ulivyomuoa ile siku ile, nakumbuka sio kwa tarehe 23 ile. Huu ni mwaka wa 5 umeisha sasa. Hajawahi kuagiza hata ukwaju. Umeona? Hajawahi kutema hata mate. Anashindwa kubeba hata mimba huu mwaka wa 5. Lakini mimi nimeoa juzi tu yani. Umeona? Mtoto huyu hapa. Umeona? Huyu hapa. Achana naye yule mwanamke. Umeshindwa kumtia hata mimba kweli? Mwanamke azai yule. Wa nini blaza, achana naye. Kumbe nimeruka maji nimekanyaga tope. Na wewe ndo bogas namba 2. Mimi bogas namba 2. Kwa sababu nilitegemea kuwa wewe ndio utakuwa mshauri mzuri kwangu mimi na kuniambia kaka kweli bwana fanye vile. Mimi nakutegemea kama na mwenzangu. Leo unakuja kuniambia mwanamke yule sijui hana kizazi, mwanamke si mwaka wa 5, hivi unaingilia mipango ya Mungu wewe? Una akili timamu? Uweze kuniambia mimi tena mke wangu. Sasa sikiza kwa taarifa yako. Mke wangu nampenda. Na mke wangu sitoachana naye. Nife anizike, afe nimzike. Wewe usije ukajilingia kwa sababu mtoto huyu mtoto huenda umesingiziwa. Mtoto anawalaza huyu. Wewe kwenye familia yetu nani mwenye walaza? Kuna mtu mwenye walaza kwa familia yetu? Labda umesingiziwa. Pumbavu wewe. Blaza, sikia nikwambie, nilikuwa nakuona una akili, kumbe una hata akili, mwandawazimu mkubwa wewe. Wasa mimi mtoto nimesingiziwa. Wewe kwako yuko wapi? Wakwako yuko wapi? Alafu atuta mabogazi. Na nitamwambia mama kila kitu ulichosema. Wewe unakaa tu. Kwanza Mungu amekupa akili ya kutengeneza magari. Una akili ya kutia mimba. Mimi mtoto nafanana naye kabisa huyu hapo, sura ya Mpondi kabisa, ya mzee Mpondi. Wewe kwako yuko wapi? Una hata mtoto wa dawa wewe. Na ukifa utakuzika na kibunzi huko ndani nakwambia wewe. Unajiona mwanaume una hata mtoto, hujawahi hata kutia mimba. Kwa taarifa yako mimi hapa nilipo mwaka mtoto mwaka mimba. Au kwa sababu sina kazi ndo anzalau. Kwa sababu sina kazi. Sitapata tu kazi. Mshamba mkubwa wewe. Mwaka mwanamke anajaza tu choo ovyo tu. Anashindwa hata kukubebea mimba. Huyo anakupenda wewe. Si malaya tu mmoja anajiuza wewe. Wewe bwege nini? Mimi ananiharibia starehe na mke wangu ndani huku nakuja kunigongea. Wako unaniomba ushauri.
Wewe vipi? Tafuta mwanamke mwingine, achana na hilo limgumba hilo. Mwanamke mwenyewe kakondeana, miguu hapo hapo, matako hapo hapo, tumbo hapo hapo, shingo hapo hapo. Kibeti ngoma mbele ya chezi, nyuma atikisiki. Twende mwanangu tukalala. Mashemeji mawifi wananisengenya kwa chini chini. Adama matatizo yameumbiwa kwa kila mtu. Usijifanye we peke yako ndio mkamilifu. Visa vingi unavyonifanya sisemi, mambo mengi mnanizungumzia sisemi, mdomo na nyamaza kimya. Mashemeji mawifi wananisengenya kwa chini chini. Hapo ndio kuja sikuelewa rafiki yangu. Ufika umekaa tu, shida nini? Fanya kazi ndugu yangu. Bora gani? Usa shida gani? Jana kama ngelala yangu hizo gari kwa shida gani sasa? Senda. Bas. Amkuwa. Vipi mwana? Kulikoni ndugu yangu? Maana naona tangu asubuhi umeingia hapa umekuwa ni mtu ambaye wa stress tu. Mawazo muda wote. Kuzoea hivyo kabisa. Kuna changamoto yoyote? Hapana, unajua hata masuala ya kazi tu usielewi hata maana kama ule mzee mwanajeshi tunasumbua kulikweli rafiki yangu. Kwa hiyo kichwa mpaka muda mwingine inakuwa hakipo sawa kweli. Mwanangu toka umekuja huko kimya. Na kuuliza una tatizo gani useme. Una nini mama? Mama we acha tu. Usiseme acha tu. Kwa sababu mimi nataka kujua na mimi ni mama yako. Kama hutoniambia mimi utamwambia nani mwanangu? Niambie nini tatizo? Mama kumbe ndo iko hivi. Nikoje? Yaani mimi sina taraha kwenye ile familia. Kila siku maneno, kila siku vizanga. Kutokushika kwangu mimba ndo iwe sababu jamani. Kwani mimi napenda kuishi bila mtoto? Mwanangu, kwanza kusema ndoa iko hivi sio kweli. Kwa sababu kila ndoa ina matatizo yake. Na sio kuolewa ndio kupata shida au kupata mitihani. Umesikia? Ndoa ni nzuri tu. Ila kama ni matatizo ya kizazi, kwani mshaenda hospitali mwanangu wewe na mmeo kwenda kupima? Ase. Ni sahihi unachokisema lakini unajua kwamba tumeanza kufanya kazi muda mrefu sana mpaka sasa hivi. Tangia niko mwanafunzi najifunza wananifundisha ufundi mpaka na kuwa fundi sasa hivi. Sio kuona kwa hali kama hiyo. Pamoja kuna majaribu makubwa sana unapitia hapa kazini lakini sio kuona kufikia hapo kama hiyo. Hivi unamuona mpumbavu anachokifanya? Wewe dogo. Wewe una shida gani? Wewe nimekupa kazi. Kwanza tangia asubuhi umechelewa kuingia kazini. La pili kuvaa uniform. Na sasa hivi tena nimekupa kazi ya kufungua engine unaenda kufungua spring. Hivi kuna kitu mama wewe? Hospitali tumeshaenda. Mimi sina tatizo na mama wangu ana tatizo. Sasa sijui hata tatizo liko wapi. Sasa hapo umenifungua akili kidogo. Kama umepima hospitali wewe uko salama na mume uko salama na mnaweza kuzaa. Sasa nakushauri twende kwa mtaalamu. Matatizo yameumbiwa kwa kila mtu. Usijifanye we peke yako ndio mkamilifu. Visa vingi unavyonifanya sisemi, mambo mengi mnanizungumzia sisemi, mdomo na nyamaza kimya.
Lo 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 lo. Mashemeji mawifi wananisengenya kwa chini chini.